na ule utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Mungu asipokuwa na huo. Kwa hivyo kama mtu hayafikia utakatifu hata muona Mungu. Mwenye dhambi hata muona Mungu. Maandiko inasema pamoja na huo utakatifu hapo hakuna yote atakayemuona Mungu pasipokuwa na huo. Kwa hivyo sasa kulingana na neno la Mungu lazima kwanza mtu afanyike mwenye haki ndio avuke upande wa Mungu. Ukiangalia katika kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 38 maandiko inasema na mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Ukifanyika mwenye haki Mungu anaweza sema wangu. Lakini kama uyafanyika mwenye haki Mungu anakuhesabu kama vile amehesabu wanyama na ndege na wandundu walioko katika ulimwengu wake. Lakini ikiwa umefikia haki Mungu anaweza akasema wangu. Anaweza akasema mwenye haki wangu. Na Mungu anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Kwa hivyo kulingana na neno la Mungu lazima tutafute kikamilifu mpaka tufikie njia ya haki. Na kufikia hiyo njia ya haki hatuwezi tukamwona Mungu wetu. Wapendo wetu wametuacha tunakwenda. Mungu ni mtakatifu. Mungu ni mkamilifu. Mungu ni mwenye haki. Hata Yesu mwana wake ni mwenye haki. Katika kitabu cha Isaia 53 angalia mstari wa 11 maandiko inasema na huyo mwenye haki wangu kwa hekima yake atawafanya wengi kuwa wenye haki, naye atachukua dhambi za watu wote. Kwa hivyo kulingana na Isaia 53 na mstari wa 11 Yesu ni mwenye haki.